Basi ni siku nyingine tena baada ya tarehe 12 ambapo jana Zanzibar kulikuwa na kipute cha watani wa jadi katika dabi ambayo ilihamishiwa kule visiwani Zanzibar, na wanaume wawili wa shoka walikutana pale wakapigana kweli kweli. Matokeo ni kama mlivyoona na kuyasikia. Mimi naendelea kupita mtaa kwa mtaa kukusanya maoni tofauti tofauti ya wana michezo tofauti tofauti, ni wasikilize wanazungumzia nini kuhusiana na mechi ya jana, lakini pia wanazungumzia nini kuhusiana na vikosi viwili, namna ya usajili, na wanazungumzia matukio ya uwanjani na ya nje uwanja. Endelea kuambatana nami wasikilize wana mtaa wanasemaje. Karibu. Mimi inabidi nikae kati, manake inawezekana uvumilivu hapo ukashindwa. Wewe bwana, wewe timu yako inasemekana kwamba ilisaidiwa na Alakika, ndio maana mkapata ushindi. Sio mimi, lakini maneno ya na sio mara ya kwanza. Hata leo nasema mwalimu alikataa wewe Alakika. Kwani Mandala jana kalikataa rasmi? Nani? Mandala kalikataa, akasema yeye sio goli halali. Mandala alishabiki mwezi wa Simba. Goli sio halali bisi. Kasema ile goli asema mwalimu alikuwa goli. Lakini yes, katoa maoni yake. Sasa ilikuwaje mpaka alijiga alipewa adhabu na chifu? Naona hata wale wanania tunaangalia hata wale wa PR wanakuwa wanakosa nguvu kama Lepa kufanya maamuzi yake. Na ikumbuka pia ya Lepa kuna kasi skile. Lepa akasema chilo kwa wasiwasi na hapo PR. Inaonekana ni penalty lakini Lepa akakataa. Baya hata wale kule wale wanani wabidi support walikuwa hawana nguvu ya nani? Ya Lepa katikati. Lakini yani Alakika amekuwa analalamikiwa mara kwa mara. Wanasema kwamba anaibeba sana Yanga. Sasa nikiangalia matukio fulani ya jana vile yalikuwa yanatokea matukio, wewe unazungumziaje yale matukio? Kadi sala kadi. Yaani referee Yanga almost Yanga referee. Wewe ndio hakimu wa mchezo. Kama ni hakimu wa mchezo atakiwa balance katika sheria inavyotaka. Yaani penalty zikitokea 10 watakao utoe penalty 10. Usije ukasema kwa sababu hao wameshinda mnyeto hiyo. Sio kwamba ni dakika ya 5 kacheza Paulo umpi kadi. Ila stahili apewe kadi moja kwa moja. Lakini hali yake. Lakini yote kwa yote Yanga amepata ushindi jana. Ameshinda. Ila jamaa yako hapa analalamika, anasema ni goli. Goli sio halali. Goli halali. Goli la Simba ni goli halali. Ni ile ya goli halali kwa sababu ya marking ya ulinzi. Wameshindwa kujipanga. Obvious pia golikipa hakuwa sehemu yake ambayo atakuwa afanye, atakiwa acheze kwa sababu ule mpira ulikuwa ni mpira wa kawaida sana. Golikipa kama angekuwa golini angeweza kudaka. Jamaa wako anasema namba 9 hamna bwana. Namba 9 ipo. Namba 9 ipo ya Simba. Namba 9 ya Simba ipo. Ipo namba 9 jana hajapata mpira ya kumfanya aonekane kwamba hajafunga. Alikuwa amepata namba 9 ya jana ndio ilikuwa pekee, ilikuwa mabeki wa Yanga wenyewe walikuwa wanashindwa kushuka kwa sababu ile kwamba yule. Kwa namba 9 ninayo. Kwa hiyo hela ziendelee kukaa benki. Na yule pale ile wewe sababu jana hamna nafasi iliyotengenezwa free kwamba hii hapa ipiga tuone. Hamna nafasi iliyotengenezwa. Mimi mshabiki wa Simba, mwanachama wa Simba na kiongozi wa Simba. Bado na imani na timu yangu na bado naamini kabisa Simba itafanya vizuri kwa msimu huu na kila mmoja atakuja kushangazwa na Simba Sports Club. Na Simba ndio timu pekee ambayo kwa sasa hivi nimeipa nafasi kubwa kwa sababu haiendeshi kimemko wala wachezaji wake hawajasajiliwa kimemko, bali wamesajiliwa kulingana na uhalisia kocha anapokuwa anataka. Simba imeanza na kocha kwenye usajili na inaanza na kocha kwenye msimu wa usajili, kwenye msimu wa mechi zote 30 kupitia kombe la NBC na mechi na pia hata mechi zinazofuata kwenye makombe mengine ambayo yataendelea. Kwa maoni yako wewe umelizika na usajili na una imani timu itaendelea tu licha ya kwamba kusuazua kwa mechi 3 kwa 99.9 Simba Sports Club ni timu ambayo iko vizuri. Simba bingwa. Simba siwezi kusema bingwa kwa sababu bado ndo hata mechi moja ya ligi hajacheza. Nawezaje kusema Simba bingwa? Na ule ni mchezo wa mashindano. Na ile timu 30 katika timu 30 za ligi kuu kila timu inataka kuwa bingwa. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba Simba bingwa kwa sababu hata ligi hajaanza. Lakini Simba sasa atakapo wa pili wanasema mwakani
tena. Mwakani tena, kwa sababu wao wamezoea kama marefa wa kwao, wanafanya wanachokitaka wao. Back to back atachukua Yanga hata mara 100. Kwa hiyo mara 10 waliosema inaweza ikatokea. Sio inaweza ikatokea, ikazidi. Kama hawatofuata taratibu za mpira zinavyotakiwa. Kwa sababu taratibu za mpira hazifungamani na masuala ya kiserikali, bali zina sheria zake. Mpira una sheria 17 na mpira una matokeo 3. Kutoa draw, kufungwa au kushinda. Kama matokeo haya 3 wewe uyataki, unataka tokeo moja, basi wewe una lako jambo ambalo umelidhamiria katika mpira, kuharibu mpira. Kwanza mimi naweza nikasema vijana kama Selemani Mwalimu kwenye taifa hili ni vijana ambao hawawezi kulifikisha taifa hili sehemu sahihi, kwa sababu ni vijana ambao hawana msimamo na ni vijana ambao hawajui wanachokifanya. Kwa sababu moja, pesa ndio kila kitu kwenye maisha, lakini pia ukumbuke unaweza kuwa na pesa na pesa hiyo hiyo isikusaidie katika mambo mengine ya muhimu. Kwa hiyo yeye kama aliangalia pesa na ameshindwa kuangalia kile, kashindwa kuangalia msimamo, kwa sababu yeye mwenyewe alitamka kwa maneno yake bila kushawishiwa na mtu, bila kulazimishwa na mtu, kwamba atarudi kuchezea Simba baada ya kutoka Wydad, na ametuhakikishia mashabiki wanachama wa Simba Sport Club kwamba yeye ni mchezaji wetu, na hata hivi tunavyoongea jina lake bado liko kwenye system ya wachezaji wa Simba, halijatolewa bado, na ameondoka kwa matakwa yake huko aliko Wydad Casablanca, akapanda ndege, ana nyumbani kwao Moshi, ana nyumbani kwao kama ni Dar es Salaam, hajashukia nyumbani kwao, kaenda kushukia Zanzibar. Zanzibar kule kuna timu 2 zilikuwa zinacheza, kuna Yanga, kuna Simba. Kwa nini kama alikuwa anataka kwenda Yanga ajaenda kwenye kambi ya Yanga, kaenda kalala kule akamalizana na wachezaji wake? Kwa hiyo yule ni muhuni kama wahuni wengine. Wala sio kusema kwamba siwezi kumlaumu kiongozi yoyote, kwa sababu viongozi wamefanya wajibu wao. Wamemsajili mara ya kwanza na rais ambao ameondoka pale Wydad, rais aliofuata akasema, kiongozi aliofuata akasema, bana mimi utatibosi hujui na mhitaji Mwalimu arudi. Simba akasema hakuna shida, Mwalimu rudi kwenye timu yako alafu tuanze upya. Wameanza upya, wamezungumza, wameafikiana, mpaka Selemani Mwalimu mwenyewe anajirekodi na Simba wanamtangaza. Ina maana Simba hawajakuwa na makosa aina yoyote, ila yeye ndio kaja kukiuka yale ambacho kwa anakihitaji. Yaani Selemani Mwalimu namchukulia kama ni mwanamke ambao wameshakubaliana na mwanaume kwamba hayuko tayari kuolewa, na watu wakapanga sherehe za ndoa, ila mwanamke hajatokea kwenye ndoa na hajatokea ukumbini. Ndicho alichokifanya. Kwa hiyo ni uhuni kama uhuni mwingine, bali yule mwanamke amekuja kuonekana na mwanaume mwingine. Kwa hiyo yule mwanamke sasa anajua yeye kwamba alikuwa amekubali kuolewa kwa kulazimishwa au alikuwa amekubali kwa matakwa yake. Kwa hiyo Selemani Mwalimu ni muhuni kama wahuni wengine, wala wana Simba watakiwa wapaishe vichwa vyao, waumize vichwa vyao kwa ajili ya Selemani Mwalimu. Atakayeweza kufanya vizuri uwanjani ndio atakayechukua kikombe. Atakayeweza kuwa na wachezaji wazuri, kocha mzuri, ndio atakayechukua kikombe. Anaweza kuchukua kikombe hata Mtibwa kama yupo kwenye ligi kuu, lakini ameshuka. Sasa anaweza akachukua Singida, kwa sababu naye anaweza akachukua Azam, kwa sababu Azam naye pia ni moja ya timu bora na timu ambayo yenye kila kitu. Kwa hiyo ile kombe lile halijaandikwa la Simba wala halijaandikwa la Yanga. Lile kombe limeandikwa kombe la NBC Premier League, ambalo kombe lile ni kombe linaloshindaniwa na timu 30 kwa mechi 30. Basi bwana, mimi tutakie kila la heri. Challenge yako inaishia hapa. Kila mmoja nimempa uhuru wa kutoa maoni, au umetoa maoni yako, yachukuliwe tu kwamba hayo ni maoni yako binafsi na sio msimamo wa timu. Mechi ya jana nimeiona vizuri, na pale kasoro namba 10, ukimpata namba 10 kama Aziz Ki au Faisali atatufaa zaidi. Jana alionekana jukwani pale. Vipi? Shamaliza? Kwa tetesi to wasema wamemalizana, ila bado tunamsikilizia mheshimiwa Engineer Hersi kama atafanya mambo yake. Kwa hiyo kwa Faisali mmehamisha tena hii biashara, mmenyosha mkono juu. Hamna, kwa Faisali bado kuna vipengele, ila ni Aziz Ki anafaa zaidi kuliko Faisali, kwa ajili Aziz Ki ameshacheza na alishakuwa mfungaji bora. Hii kauli ya mwakali tena, yani inawakera sana watu mtaani.
yani mwakani tena, mnamaanisha mwakani tena nini? Ndio tumeanza jana, tumeanza kwa kushinda, ndio tunaendelea tena kama kawaida. Mwakani tena, kwa maana ndio kama kawaida, ndio katika kura ya mtaa kwa mtaa tukikusanya maoni. Binafsi maoni yako unaipa tena Yanga asilimia kubwa, asilimia 99.5. au ni kwa sababu ya asilimia yako tu? Hamna, hata ukiangalia ni nani akusumbua Yanga tena? Kama mpinzani wako wa karibu anakufa, ni nani wa kusumbua? Na mmemnyofoa pale Selemani Mwalimu, na shida naye, mna kazi naye, au mmemchomoa tu kwa unajua timu kubwa siku zote ukiangalia, ukienda kama Ujerumani, Bayern anachukua mchezaji anayefanya vizuri kwa Dortmund, anambeba kwa sababu hana hata shida naye, ili mali tu amkomoe yule asimfikie kiwango chake. Sikia kama jana Mwalimu angekuwepo upande wa pili angesawazisha ile goli. Hamna, kuna mabeki pale, kuna Ibrahim Baka, kuna Job na pale ndo hayupo, kuna mabeki. Kwa hiyo bado hata angekuwepo Mwalimu upande wao, hata angekuwa 12 pale hata angekuwa 12 vile vile. Inaonekana unaamini sana kikosi chako. Usajili wewe unamwonaje? Basi tutakie kila laheri. Naona huko kijiweni unaendelea kuokota, tuko kila kupambania maisha, manake wanasema mpira na kazi. Mpira ni maisha, mpira ni kazi, kazi ndio utu. Mpira ni burudani na maisha inabidi yaendelee. Tutakie kila laheri. Basi hayo yalikuwa si maoni yangu, bali ni maoni ya watu wa mtaani. Kazi yangu kuwafuata, kuwahoji, kuwasikiliza, wanatoa maoni na sisi tunakufikishia usikilize. Na wewe kama una maoni, basi tuandikie hapo. Unazungumziaje kuhusiana na dabi ya tarehe 12 jana Zanzibar, au maoni yoyote, na sisi tutawafikishia wana wa mtaa wajue watu, na wewe watu wa mtandaoni mnasemaje. Karibuni sana.